Karibu ewe mfuatiliaji wetu wa chaneli hii, ila tu usisahau kushare, kucomment, kulike na kusubscribe ili wa kwanza kabisa kupata vipindi vyote vinavyoruka. Hivi, umeshawahi kujua mtu akifa huhisi nini? Siri za dakika za mwisho za maisha ya mwanadamu. Kifo ni jambo ambalo kila mwanadamu analijua, lakini ni wachache sana wanaolielewa. Kila siku tunasikia watu wanafariki dunia. Kuna siku tunazika ndugu, marafiki, jamaa na watu tunawafahamu. Lakini je, umewahi kujiuliza mtu huhisi nini kabla hajafa? Je, unajua kuwa muda wake umefika? Je, kuna dalili ambazo mwili huanza kutoa kabla safari ya mwisho kuanza? Na je, ni kweli kwamba baadhi ya watu kuonekana wanajua kuwa wanakaribia kufa? Sasa leo tutazungumzia jambo hili kwa kutumia yale ambao wataalamu wa afya, watafiti na wahudumu wa ugonjwa wa mwisho wa maisha wamekuwa wakiyaona kwa miaka mingi. Mwili huanza kujiandaa taratibu. Kinyume na vile wengi wanavyofikiri, mara nyingi kifo hakiji ghafla. Kuna watu wengi wanaugua au wanakaribia mwisho wa maisha, mwili huanza kubadilika taratibu. Mtu huanza kupoteza hamu ya kula. Chakula ambacho zamani alikuwa anakipenda kinaanza kumchosha. Hata maji huanza kunywa kwa kiasi kidogo. Mara nyingi usingizi huongezeka. Mtu anaweza kutumia muda mwingi kitandani kuliko kawaida. Hawataki mazungumzo marefu. Wengi huanza kujitenga na watu. Hawataki mikusanyiko. Wanakuwa watulivu zaidi kuliko walivyokuwa zamani. Je, mtu anajua kuwa anakaribia kufa? Swali hili limekuwa likiulizwa kwa muda mrefu sana. Wataalamu wanasema baadhi ya watu, hasa wale ambao bado wanafahamu vizuri, wanaweza kutambua kuwa mwisho wao unakaribia. Wengine huanza kuzungumza kuhusu kuondoka. Wengine husema wanataka kuona ndugu fulani. Wengine huanza kupanga mambo yao ya mwisho. Na wakati mwingine huonekana kama wana amani ya ajabu ambayo haikuwepo awali. Mabadiliko ya akili na fahamu. Kadri mwili unavyozidi kudhoofika, ubongo nao huanza kubadilika. Baadhi ya watu huonekana kuchanganyika. Wengine husahau watu wanaofahamu. Wengine wanaweza kuzungumza mambo yasiyoeleweka. Wengine huripoti kuona na kuzungumza na watu ambao hawapo karibu nao. Katika mazingira ya tiba ya mwisho wa maisha, jambo hili linaonekana mara nyingi kiasi kwamba limeenda kuwashangaza wataalamu wengi. Hata hivyo, sayansi bado haijatoa jibu kamili la kwa nini hali hii hutokea kwa baadhi ya watu. Nini hutokea mwili saa na siku za mwisho? Kadri mwisho unavyokaribia, mwili huanza kupunguza matumizi ya nguvu. Mapigo ya moyo hubadilika. Shinikizo la damu hushuka. Mikono na miguu huanza kuwa baridi kwa sababu damu inaelekezwa zaidi kwenye viungo muhimu vya ndani. Ngozi inaweza kubadilika rangi. Kupumua kunaanza kubadilika. Wakati mwingine mtu hupumua haraka, baadaye hupumua polepole. Na wakati mwingine hutokea vipindi vya sekunde kadhaa bila pumzi kabla ya kuanza tena kupumua. Kwa nini watu wengi huonekana kupata nguvu ghafla? Hili ni jambo ambalo limewashangaza watu wengi. Kuna wagonjwa ambao wamekuwa dhaifu kwa siku nyingi, lakini ghafla siku moja wanaonekana kuwa na nguvu. Wanazungumza vizuri, wanacheka, wanataka kula, wanataka kuzungumza na familia. Wakati mwingine hata wanaonekana wamepona, lakini baada ya muda mfupi wanafariki. Wahudumu wengi wa wagonjwa wa mwisho wa maisha wamewahi kushuhudia hali hii ambayo mara nyingi huitwa terminal lucidity, na kurejelea kwa fahamu kwa muda mfupi kabla ya kifo. Sababu yake bado haijaeleweka kikamilifu kisayansi. Dakika za mwisho kabla ya kifo. Katika dakika au saa za mwisho, watu wengi huwa hawana nguvu za kuzungumza. Wengi huwa wamelala, hawatiki sana. Kupumua kubadilika zaidi. Muda kati ya pumzi na pumzi huongezeka. Mwili huzidi kuwa baridi na hatimaye pumzi husimama kabisa. Madaktari na wahudumu wa wagonjwa wa mwisho wa maisha wanaeleza kuwa mara nyingi mwili huingia hatua hii taratibu, si kwa ghafla kama watu wengi wanavyodhani. Funzo kubwa kutoka katika kifo. Kifo kinafundisha jambo moja kubwa sana, kwamba muda wetu hapa duniani ni wa mkopo. Pesa zinaweza kubaki, majengo yanaweza kubaki, magari yanaweza kubaki pia, lakini ya maisha ya mwanadamu yana mwisho. Ndio maana ni muhimu kuishi kwa upendo, kusameheana kabla hujachelewa, kuwathamini wazazi wako wakiwa hai, kuwapenda watoto wako wakiwa bado wanakusikia, kuambia rafiki zako kuwa unawajali kabla muda haujaondoka,
kwa sababu siku moja kila mmoja wetu atafika kwenye dakika zake za mwisho. Na siku hiyo haitakuwa muhimu una pesa kiasi gani, haitakuwa muhimu una maarufu kiasi gani. Kinachobaki ni kumbukumbu ya maisha uliyoishi na alama uliyoacha katika mioyo ya watu. Kifo si mwisho wa swali la maisha, bali ni ukumbusho wa kila sekunde tunaopata leo. Ni zawadi ambayo hatupaswi kuipoteza. Mwandishi wa makala haya ni Mobisco na msimuliaji wako ni mimi Lona Abubakar.